Hi, my beautiful people. What's up? I hope you're all doing okay. It's me again. Najua it's been a minute. I've been away for a while. I've not been uploading my videos as usual. But guess what? I'm back. I'm back, guys. I'm going to be giving you the gists of how life is and of what's happening back here on my side. Najua mnashangaa hii account mbona imekuwa dormant, what has been happening, where did I go? No, I'm around. Nashukuru Mungu kukua in this planet Earth. I know it's not like we have paid God kitu fulani ndiye atupe nafasi ya kuwa hapa. It is just but mercy ambayo imetuwezesha kuwa hapa. Starting 2026 has been beautiful to me. It has been awesome. If I could go back to 2025 on first, it was a very, very ugly day for a human being to live to see that day. But funny enough, the way I thrived through that day, I would say it's mercy. If not for mercy, I wouldn't have made it to see 2026, because many things could have happened, many bad decisions could have been taken. I could have even wasted my life, but grace ikanitosha, na hiyo grace imenitosha mpaka leo as we speak. Nimetembea 2025. 2025 has been an year ambayo imekuwa na mambo mengi. Tuseme let's go back a bit from 2024 towards the end and the beginning of 2025. It was the days that I could not even wish my enemies to experience. But I thank God for 2022 November, 2023 November, and the whole year, 2024 the whole year, 2025 the whole of it, baka 2025 December 28th is when things changed. God turned my story and gave me a testimony. Niambie ukae 2022 November 24th ndo nilikanyaga Kenya from Lebanon, nikakaa mpaka 2023 November 24th ilikuwa 1 year. 23 November 2024 ilikuwa 2 years. 2025 ilikuwa 3 years. Imagine 3 years bila kazi. Kama sio ile shamba nilikuwa nashinda pale nikipass time, nikikeep busy, ningekuwa wapi? Kama singekuwa na those little things that I was doing, my friends offering me some jobs, kukimbia hapa na pale na katika kitu, sijui hizo miaka 3 ningekuwa aje. Ndio maana nimesema I must come back here. I must come back here and give someone hope. Nikupatie wewe tumaini ambayo umekata tumaini, kwamba Mungu ni mwaminifu, no matter what it is, no matter how it looks like. Hata kama umehukumiwa aje, hata kama hukumu zao turn your face ikaonekana mbaya. Let me tell you, if God was unjust, hatungekuwa hapa most of us, because we have done so many bad things. Kama mimi personally, nimefanya ugly things ambazo hazingenipea grace ya kuwa hapa. Kama ingekuwa ni matendo, inapatia mtu neema ya kukua mahali niko leo. Kama ingekuwa matendo, ingekuwa ina guarantee kukua na amani ambayo niko nayo leo. Mimi hakuna matendo ambayo nimetenda ambayo ingeniwezesha, but grace and mercy imekuwa accompanied together, imenivusha, nimefika hapa ili we can share this to encourage one another. Najua kuna yule ambaye anakunywa pombe, kuna yule ambaye anavuta sigara, kuna yule ambaye ako kwa streets anafanya umalaya, kuna yule ambaye ako in ugly situations, anashindwa, anaonekana haja akienda kwa Mungu. Imagine Mungu alikaa mwenyewe hivi, akaangalia, akaona hautaweza hizo situation peke yako, akadecide, make up his mind, akakuja duniani, akakufa for those sins ambazo unaogopa kuachilia just because of
Mungu atakuona aje? Just because of utahukumiwa aje? Mungu ako na hukumu ya haki yako. Mungu ako na sababu ya kukufia through his son on the cross of Calvary, to give you another chance to start afresh, to give yourself a grace ya kujisamehea na kukubali what has happened has happened. It doesn't matter what it is. Imagine matendo yako hayatakupeleka mbinguni. That is what I must tell you. Matendo yako hayatakupeleka mbinguni. The only thing ambayo itakupeleka mbinguni is the confession that you make na kumwamini Kristo. Hiyo peke yake. If you are going to confess all of those sins na uzikatae, uziresign kabisa, ujiondoe, uritae kutoka hizo vitu ambazo unafanya, uombe kabisa Mungu akupe uwezo uziwache, na uamini kwamba Mungu anaweza kukuokoa kupitia kwa mwana wake. Hii verse ambayo watu tunachukulianga mzaa, hii verse John 3:16 ina nguvu. Kama inaweza kuokoa mtu kama mimi, John 3:16 imagine, amazing grace came through John 3:16. That is how beautiful that verse has been to me. Imenipea that chance ya kujua kwamba ni kuamini tu. Yaani nikiamini tu napata hiyo chance ya kupewa hiyo grace. Ni kwako pia. Ni kwa mtu yeyote yule. Hakuna ugumu kwa kurepent na ukapata hiyo grace, ikakuneemesha kufika kwa hiyo mercy yenye tumepewa through Christ Jesus. I must confess it has been tough. And whoever that is out there accusing me wrongly, no matter how you know me, I know you know me according to your accusements. Najua mtu hawezi kukuaccuse kama hajui kitu. Kwa hivyo kuna vile anakujua. Let me just confirm to you that I'm only human, and God knew that I'm a mere human being, na akatoa hiyo grace through his son. Akasema kwamba I must go and save her. I must go and give her the grace ya overcome the temptations. Ndio akanipa hiyo chance through Christ Jesus. So hizo accusement zako sioni zikiwa na umuhimu, because you're just wasting your resources, your time and your peace, because your evil heart haitawaipata amani. Na imagine Mungu anapeana amani for free, na apeani kwa mtu yoyote amani. So monitor mambo mazuri kwa maisha yangu. Wacha kumonitor ubaya wangu, because ubaya ndio Mungu alikufa kwa ajili ya ubaya. Hakukufa kwa sababu ya nilikuwa mwema. Hakukufa kwa sababu ningeweza kujitetea. Alikufa kwa sababu nilikuwa sijiwezi. Alikufa kwa sababu aliona udhaifu wangu. Anaona udhaifu wa kila mmoja. Anajua our weakness, na anajua our strength, na anajua mahali tutaweza kuanguka, mahali tutainuka, mahali ataweza kuturuhusu tuanguke. You know, Job hakuchagua kuanguka, but alijua anaweza akaanguka, na hakusema Mungu anaweza akamwangusha. Alijua kwamba kuna adui ambaye ni ibilisi ambaye anaweza kumwangusha, na akajua kwamba iwapo itatendeka atasimama imara. Mimi ambaye nimejiita Job wa sasa, I know there are things I could do ambazo ni wrong, there are thoughts I could have ambazo ni evil. Na most of the times when I have those thoughts, I normally remember that it is wrong to have evil thoughts, and I confess them before God through prayers, na ninaambia Mungu nisamehe. But you find that there's that one person ambaye atachukua that accusement, aende mbele ya Mungu na anihukumu kwa Mungu ili aweze kunitesa. Mimi utatesa huu mwili, but the just God will judge me justly. How painful will it be? Umechukua hiyo yote, umespend a lot ili uende kunihukumu kwa Mungu, na bado Mungu aone neema kupitia Kristo Yesu anisamehe. Utakuwa umefaidika na nini? It is a pity kwamba utaishi ukinichukia,
na mimi sikuchukii. Utaishi ukinihukumu na mimi sikuhukumu. Hii life tunafaa kuishi vizuri kama watu ambao tunajua tuko chini ya neema. Wewe na mimi we are equal before the Lord's eye. Hakuna kitu umefanya kizuri kuniliko. Hakuna kitu ambacho umetenda ambacho ni cha faida kuniliko. Damu iko kwa wote. Imagine the way unapewa your grace, ndio the same way nitapewa your grace. The way you are being served na your mercy, it is the same way I'm being served na your mercy. So let's stop killing one another. Tamaa ya vitu za hii dunia hakuna mahali zitatupeleka. In the end, hao watu unaua, ati unaua on behalf of God. God anajua why amewapea your life na why amewapea your grace. Mungu anaonaga everything according na vile inafaa kuenda. So stop wasting your time, stop wasting your resources. Ikuniumiza mimi. Mwenye uniumizi, unajiumiza wewe. Hukumu ya haki na Mungu. Na Mungu mwenyewe ndiye atanihukumu na atakuhukumu. Tembea kwa njia ya haki. Nitembee kwa njia ya haki. Ikiwa kuna mmoja wetu ataanguka, tuombeane. Sio tuuane, tuombeane. Omba ili niinuke nisipotee. Nami niombe uinuke usipotee. Tusiwe tunakulana wenyewe kwa wenyewe. Isikuwe mimi ni mahindi unachagua kutoka kwa sahani ama kwa mshakwe. Hivi vitu vyote viliumbwa na sababu. Wewe na mimi tuliumbwa na sababu. Na tuko na sababu ya kuishi kwa hii dunia. Kwa hivyo usijione kuwa mwema kuniliko. Usijione kuwa wa dhamana kuniliko. Sisi wote ni wa dhambi. Tuko na graces wote ambayo inatuzuia kupitia Kristo Yesu. If not for his mercy, mimi sijui mimi na wewe tungekuwa wapi. Hatungekuwa hapa hii dunia. Sidhani kama dunia ingekuwa, because tumetenda dhambi ambazo zimezidi hata wakati wa Sodoma na Gomora. Tumefanya mambo ambayo yamezidi wakati huo ambao umenakiliwa kwenye vitabu vitakatifu. Lakini bado grace inatutosha. Why do you want to see yourself better than me? Why do you want to see yourself like you're greater than me? We are all equal in the Lord's eye. Mimi sio ni yule ambaye anazidi mwingine. Hukumu yako isiyokuwa na haki, damu yako itabaki kwa kichwa chako when you will feel bad. Mimi I will not feel bad seeing you in pain. Ni shimo ambayo ulijichimbia mwenyewe. Ukitaka kutumbukia, utatumbukia mwenyewe. Hukumu ya haki na Mungu. Acha Mungu atuhukumu sisi wote. Lakini wewe usinihukumu na mimi nikakuhukumu tukatesana bure. Just imagine kunihukumu na hukumu isiyokuwa na haki na kuwekea watoto wangu damu ambayo si yao. Damu ambayo haina hatia. Hao watoto ni innocent. Na Mungu alikufa juu yao. They have their own share ambayo Mungu anawahukumu nayo. Why would you want wabebe mzigo ambayo si yao? Dhambi ambazo si zao. Ambazo zilikufiwa msalabani. Kama Yesu angekufa kwa ajili ya dhambi zangu, ningekuwa wapi? Ungenifanyia nini? Kama bado unanihukumu wakati Yesu tayari ameshaniondolea. Anyway guys, wacha tupendane. Na wacha tusikae kwa kanisa tu, kukaa kwa kanisa ili hali tunakulana. Maana we are just wasting our time. Tamaking kwa hiyo building every Sabbath kwenda in and out. Na tunakulana hapa kichini chini. Tuombe Mungu atupe ile grace ambayo inatutosha ili tuweze kuombeana mema. Salvation ni yetu wote. Mradi tunamwamini Kristo. Mungu awabariki. I'm good. The year started well. I'm grateful to God. And I know I have a lot to talk about this year. And I pray for mercy to cover me. Ili niweze kufikia whatever that I have in mind. Ili tuweze kushare. This video was just a reminder that 2022 to 2025 was a time to remember. That's why I want us to gather here. Let's subscribe, share, like and comment ili tuweze kusaidiana kimawazo, tuinuane, tuache kukulana, tusaidiane, tuweze kufikia hiyo salvation ambayo tumepewa. Salvation ni yetu wote. Hakuna mwenye ako excluded.
kuna mwenye ako better kuliko mwingine. We are all equal. God will bless, na nawapenda tu sana. Subscribe, like, share and comment. Any video you want, comment below, alafu nita upload.